Mwenye nguvu, tunakupa sifa na utukufu. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Umetukuka juu mbinguni, mfalme wa ajabu. Matendo yako ni makuu. Matendo yako ni ya ajabu. Tunaweza kuwa na maswali ndani yetu, lakini tunajua katika kila jambo unabaki kuwa Mungu. Na ndio maana tunainua mikono yetu kusema ni asante. We choose to thank you. Asante Mungu uishiye milele. Pokea sifa na utukufu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Tupigie Bwana Yesu makofi tunapoketi. Tunaweza keti chini. Na maana sisi wote tumeitikia wito wa Wanja, ndio maana tumekusanyika pamoja leo. Ningependa ili tusikie juu ya maisha yake, na nitaita Mwende. Mwende ni wa familia ili akuja tupe eulogy. Mwende, karibu sana. Na hilo jina la Mwende sijui kama ni ya kwetu ama ni ya huku ama tunashare. Watu wa Tharaka Nithi tunashare. Na unajua hiyo kitu inaleta kuona sisi wote ni brothers. Naamini hata Wagikuyu wako na jina ya Mwende. Kwa hivyo hilo jina ni letu wote, maana sisi ni brothers and sisters. Mwende amefika. Karibu Mwende. Tunangojea eulogy ili tujue maisha yake dada yetu. Familia inapojipanga, basi nitataka, maana dada yetu amekuwa mtu wa kwetu kanisani, ambaye amekuwa mtu wa karibu kwetu, na najua alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alimpenda sana na walikuwa marafiki. Esther kwa wapi? Hawa mama walikuwa nakaa kanisani. Esther hii side, Wanja katikati, alafu huyu dada huu upande mwingine. Ningependa kidogo utusalimie, pengine na utuambie jambo. Bwana asifiwe. Mwadhani agoshwa. Mungu ni mwema kila wakati. Naweza sema tu jambo moja ama niseme mambo mawili tu. Naitwa Esther Kamau, ni mzaliwa wa Kiharo, naishi Keno, lakini mimi ni mshirika wa JCM.
Na niseme hivi, kitu ambacho kilifanya mimi mwenyewe niweze kukutana na huyu dada, nilikuwa natoka kanisani. Na katika ile wakati ya kutoka kanisani, huyu dadangu akaniita. Akaniambia, unajua nini? Nina mgeni, nina rafiki pia mwingine kama wewe. Nikamuuliza, rafiki yupi? Ningetaka hata mimi nimjue. Hapo sasa ndipo akaniambia, kuja umsalimie rafiki yangu. Na hapo ndipo nilikuja. Sorry. Hapo ndipo nilikuja sasa nikamjua Wanja. Na wacha niseme hivi. Unaweza niangalia hivi na uone kwamba sina shida. Uangalie mavazi yangu na upate kwamba uone kwamba sina shida mimi. Lakini kwa kweli tuna shida. Huyu dada, yule kijana yake ambaye mnamuona hapa kwa machache niseme, kuna wakati huyu kijana alikuwa anaambia mamake, "Mam, umeenda kanisani, ukuje na unga tupike." Umeenda kanisani, Bishop? Nimesahau. Thank you so much, our Bishop. God bless you. I feel honored to be at JCM headquarters. Huyu mama wakati mwingine angetoka kwake, hana fare, lakini anaambia Brian, tafadhali nitumie angalau nifike kanisani, vile nitarudi nyumbani Mungu anajua. Upendo tu wa Mungu. Alikuwa anatoka mbali, lakini angeweza ana nauli ya kurudi, lakini anajua akifika pale atahubiriwa, atapona roho, atatiwa nguvu, na mwishowe Mungu atatengeneza njia aende nyumbani. Jambo nyingine niseme kwamba pia kuna wakati tulipewa unga. Kwetu tunapewa unga. Kama kanisani kwenyu hakuna unga, anza kusema upewe unga. Si ndio? Kwa sababu kwetu ukija huwezi enda njaa. Tunakuja, tunapata neno, tunahubiriwa, tunaomba, tunasifu, kisha tunapewa unga, tunaenda nayo nyumbani. Na unajua kwamba unatoka pale nyumbani na huna cha kukula. Kwa hivyo kuna siku pia, wacha niseme haraka juu ya muda. Kuna siku tulikuja kanisani. Kama kawaida tukaambiwa, kama uko na shida na unajua uko na shida ambayo ni halali, leo tuegethweri titotiwate toragia giko throughout. Kama uko na shida na unajua kwamba shida yako ni halali, baki nyumba. Basi tukabaki nyuma. Na kama kawaida, mlolongo ndio huu. Unafika wakati unaambiwa kwamba mlolongo sasa umefika hapa sasa hakuna kupita. Na ashas wako hapo wameka zile sura zile zenyewe. Ukimwangalia hivi huwezi pita. Wewe unaona tu afadhali ufanye nini? Urudi. Sasa kufika pale, dadangu hakupata unga. Lakini unajua nini? There is one widow woman. Oh God of heavens. There is one widow woman. Alikuwa amepewa unga 2. Sijui kama huyo mama ako hapa. Wakati aliona huyu hajapata unga, alichukua ule unga wake akampatia na akabaki na 1. Hakuwa anajua kwamba kwake kesho kutakuliwa nini, lakini alijua niko na 2 na huyu dada wangu hawezi enda akose. Wakati mwingine wajange pata unga, alafu anauliza sasa nimepata unga, je, naenda kula na nini? Kwa sababu unga nimepewa, lakini naenda kula na nini? Hiyo ni kumaanisha ni kama kuna kanisa, tafadhali fikirieni juu na washirika wenu. Sio kila mtu anatoka kanisani anafika kwake anapata chakula. Unafika na hamna chakula. Na ili tuonyeshe upendo, wacha tupendane. Huyu dada wakati aliniona alinihug. Na kutoka wakati huo nikajua kwamba niko na dada. Huyu dadangu wakati nilikuwa natoka kaniambia hapana, kuja umsalimie rafiki yangu. Na nikumaanisha nini? Kila wakati tukitoka kanisa, vile Bishop anasema, tafadhali kutana na marafiki 2, 3, 4, wasalimie, mwajulie hali. Alafu niseme hivi. Jambo jingine huyu mama alifanya cha maana kabisa. Hebu sikiza hii wa mama. Huyu mama kabla aondoke alishika mtoto wake mkono akamleta kanisani. Wewe kama umema umeketi hapo, watoto wako wanajua pale unashiriki. Ama wewe unaamka asubuhi unaambia watoto bakini nyumbani, mimi naenda kanisani. Tafadhali tuwapeleke watoto wetu kanisani. La mwisho kabisa, Mungu aliye mbinguni amlaze roho ya dadangu mahali pema peponi. Na tuseme hivi, tupendane. Hakuna kitu kingine mama, kupendana tu. Na pia niseme la mwisho. Bishop, tafadhali. La mwisho tu. Huku wakati tulifika, najua sitapata nafasi nyingine. Tumelala hapa kwa sababu ya upendo. Tumelala hapa, si tumefunzwa kupendana. Kama hamjafunzwa, someni kwetu, si ndio?
Sisi tumefunzwa kupendana. Kwa hivyo wakati tulifika hapa, tulienda kwa mama Wanja. Mama Wanja hatujui, lakini alitukaribisha. Akatumuliza mnakula nini? Tukakula, tukakaa pale, tukaanza kuchagua njugu vizuri, tukamaliza. Kisha tulipomaliza, ilipofika usiku, tukaanza kushangaa tutalala wapi? Huduma ya huruma, compassion, ile ambayo tunafunzwa na bishop kanisani. Tulipata mama akatufungulia milango, sijui kama huyo mama ako hapa. Akatuchemshia maji tukaoga, tukakula. Asubuhi aliamka saa 10, akatutengenezea chai tukakunywa, tukakula mikate na hatumjui. Huyo mama kama ako hapa, hatutaongea mengi. Lakini naomba tu Mungu aliye mbinguni ambaye tunaomba, sisi ambao tumefunga vitambaa, akukumbuke, akubariki pamoja na jamii yako. God bless you.